Karibu sana kwenye Kibegi TV. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, tafadhali subscribe, like na share ili uwe wa kwanza kupata video zetu mpya. Weusi na weupe ndani ya maji, wakionyesha mvuto na mvuto, yin na yang. Eno alijitahidi sana kumzuia admiral huyo ambaye alikuwa tayari amepoteza akili. Alisema kuwa bila roho ya mwezi, dunia ingepoteza usawa wake. Alisisitiza hata Ozai hakuwa anataka jambo hilo. Lakini Jao alidai kuwa Ozai alikuwa mwenye kuona mambo kwa karibu. Eno alitangaza kuwa yeye ndiye atakayekuwa mfalme mpya wa moto na kutawala dunia. Jao alimkamata roho ya mwezi na kujisifu, jiita muuaji wa mwezi. Mara tu roho ya mwezi ilipokuwa mfukoni mwake, mwezi ulipoteza mwanga wake mzuri. Sasa dunia mzima ilifunikwa na mwanga wekundu akitishia. Ong alitokea, lakini tayari ilikuwa chelewa. Ong alimsihi aiache mwezi, akiahidi kuwa angemtii bila upingani. Lakini Jao alisema kuwa hakuwahi kumjali Ong hata kidogo. Avatar hakuwa na maana tena mara moja ikiwa kipengele kimoja kati ya vinne vingepoteza milele. Sasa Ong hakuwa muhimu tena machoni pa Jao. Au Balda hakuwahi kuwa muhimu hata siku moja. Ong alijaribu kuchelewesha muda kadiri alivyoweza ili kumpa Eno nafasi ya kuchukua hatua. Lakini roho ya mwezi ilipotoka mikononi kwa Jao, Ong alitumia uwezo wake wa hewa kumrudisha. Lakini Jao aliichoma roho ya mwezi kwa kisu na kuiua. Mwezi ulipotolewa kabisa, watumiaji wote wa maji hawakuweza tena kutumia maji yao. Vita sasa vilikuwa vimegeuka kuwa upande mmoja tu. Meli na mabomu ya taifa la moto bilianza kuharibu bila huruma ngome ya kabila la maji la kaskazini. Kiongozi Arnuk na wapiganyi wake waliendelea kupigana kulinda manusuru waliobaki. Ong alikumbuka maneno ya watangulizi wake watatu, yani wa Avatar wa zamani. Akafumba macho yake na kuingia kwenye hali yake ya Avatar. Ong hakupigana moja kwa moja, badala yake aliingia ndani ya chemchemi ili kujiandaa kuungana na roho ya bahari. Ingawa alijua kuwa uamuzi huo ni wa hatari, bado aliufanya. Kama Ong angejitoa kwa roho ya bahari, angepoteza milele. Alipaswa kuwa amepoteza miaka 100 iliyopita. Hiyo ndiyo ilikuwa hatua. Dunia hii ilimhitaji. Ong hakuweza kuiokoa dunia yake mwenyewe, lakini aliokoa dunia ya kila mtu. Uungano wa Avatar na roho ya bahari ulikuwa nguvu kubwa na ya kutishia zaidi duniani. Ong aliruhusu hasira ya roho ya bahari kupita ndani yake ili kutumia nguvu ya hali ya Avatar. Mashambulizi yote ya taifa la moto yakawa hayana maana. Ong alianza kuelekea baharini wazi wazi kuharibu meli zao moja kwa moja. Zuko na Eno walikutana tena vitani. Kwa bahati, walimwona Jao, muharibifu aliyemnyang'anya Zuko kila kitu. Kwa hasira, Zuko alimshambulia Jao. Jao alimshinda kabisa mbele ya Zuko. Alimwangusha chini kwa teko na kumlaumu kuwa yeye ndiye aliyeharibu kila kitu. Hata misheni ya Zuko pia. Jao alijibu kuwa misheni ya Zuko ilikuwa kama gwaradi tu. Kisha Jao alisema kuwa Ozai humwona Zuko kama mchezo, huku akimtumia tu kama mfano kumtia moyo Azula, ambaye ana kipaji kikubwa na ukatili. Zuko alikasirika na kumuuliza Jao washirika wake walikuwa nani baada ya haya yote. Nani aliwatuma wapiga mishale wa kifalme kusaidia? Nani alitambua kuwa Jao ndiye aliyekuwa mtu wa Masko? Jao alijibu kuwa Azula ndiye aliyemfunulia kila kitu. Kwa hasira na kukata tamaa, Zuko alipoteza utulivu wake. Lakini bado hakumuua Jao. Zuko alipogeuka kuondoka, Jao alijaribu kumuua kwa siri. Lakini Eno alimzuia wakati. Ong aliendelea kuharibu kila meli ya taifa la moto. Ingawa kila kitu kilikuwa kimekwisha, macho yake bado yalijaa chuki. Angeendelea kutangatanga milele kumtafuta roho ya mwezi. Lakini hakujua kuwa asingemkuta tena. Dunia ingebaki bila usawa milele baada ya mwezi kupotea. Sokka alipomsikia Yua akisema hivyo, ghafla alipata wazo. Lilikuwa rahisi sana. Waufufue mwezi tu. Yua alikubali kwa kichwa, akisema ni wazo rahisi kiasi kwamba hakuwa amelifikiria mapema. Kisha Yua akambusu Sokka na wakati huo huo akamkwamisha miguu yake kwenye barafu. Tangu akiwa mtoto, Yua alikuwa amebeba ndani yake sehemu ya roho ya mwezi. Na sasa ulikuwa wakati wa kuirudisha. Wakati huo huo, Katara alipiga kelele kubwa akimuita Ong arudi. Lakini safari hii ilikuwa tofauti kabisa na mara ya mwisho. Sauti yake haikumfikia tena. Yua aliinua roho ya mwezi na kuingia nayo ndani ya chemchemi. Mara tu mwanga wa buluu ulipoonekana,
mwezi ulirudi tena angani mara moja. Katara aliendelea kupaza sauti kwamba Ong lazima amsikie. Alijua siku zote Ong alihisi kuwa hafai katika dunia hii. Lakini miaka 100 iliyopita hakupaswa kufa. Sasa kwa kuwa Ong amerudi, dunia hii ilimuhitaji. Na yeye pia alimuhitaji, kwa sababu kwa maneno ya Katara, wao ni familia. Wakati huo, roho ya bahari ilianza kuyeyuka ndani ya maji. Kiumbe cha buluu kilimulikwa na kuruka angani, kikionyesha kuwa Avatar Ong alikuwa amerudi. Safari hii alidhibiti kweli hali yake ya Avatar. Hatimaye vita viliisha, vikibakiza maumivu, hasara na kujitoa mhanga kwa wengi. Ndugu na marafiki walikuwa wamekufa, wakiwalinda wale waliobaki hai. Uharibifu mbaya uliosababishwa na taifa la moto haukuweza kupingika. Vijana wengi wapiganaji wa kabila la maji la kaskazini walikuwa karibu wote wamekufa. Kiongozi Arnok hakumlaumu Sokka hata kidogo. Alijua kuwa mara binti yake anapofanya uamuzi, hakuna mtu anayeweza kumzuia. Sokka aliendelea kujilaumu kwa kusimama tu na kumwangalia Yua akijitoa kwa ajili ya kabila la maji. Alihisi kuwa hatawahi kuwa shujaa kama baba yake alivyotaka. Lakini Arnok aliona kuwa bila yeye, Yua bila shaka asingekuwa na ujasiri wa kufanya hivyo. Huhitaji kuwa mpiganaji ili uwe shujaa. Jakku alimshukuru sana Katara kwa sababu aliipa kabila la maji nafasi ya kuona jua tena. Alimwomba Katara amsaidie kufundisha kizazi kipya cha watumiaji wa maji, lakini alimkataa Ong. Bado alikuwa na safari ndefu mbele yake, na yeye pia alikuwa nayo, kwa sababu Avatar walipaswa kujifunza kutumia maji, na yule mvulana alikuwa mchaguzi sana nani atakayemfundisha. Zuko hakumlaumu Katara. Badala yake, alimpa bangilio iliyokuwa ishara ya mgeni wa heshima ya kabila la maji la kaskazini. Ilikuwa ni kumbukumbu ya yote waliopitia, na pia mwaliko wa wao watatu kurudi tena wakati wowote. Baada ya Zuko kupata mshtuko kutoka kwa baba yake mwenyewe, aliamua kupumzika kidogo pamoja na Ino na kikosi cha 41. Ong bado aliendelea kujilaumu kwa kusababisha uharibifu huu wote kwa kabila la maji. Alikuwa ameshindwa katika jukumu lake la kuleta amani kama Avatar. Kama angeendelea kuwa dhaifu hivyo, dunia ingeendelea kupata maumivu na hasara zisizo na lazima. Taifa la moto kwa hakika hasingesimama. Wale watatu walipaswa kujiandaa haraka kwa kile kilichokuwa kinakuja. Sasa Ong alielewa kile mwalimu wake alichomaanisha. Kumbe mwalimu wake alitaka aachane na yaliyopita. Vinginevyo hasingeweza kuona yajayo. Mpango wa Ong ulikuwa kujifunza waterbending kutoka kwa Katara. Kisha Ong angerudi Omasu kujifunza earthbending kutoka kwa Bumi. Wakati huo huo, habari za kushindwa kwa jeshi la meli la Jao zilimfikia Ozai. Kumbe lengo lake haikuwa kushambulia kabila la maji tu. Kusudi lake kuu bado lilikuwa kuiteka Omasu, ngome imara zaidi ya taifa la ardhi. Chini ya uongozi wa Princess Azula asiye na ruhuma, Bumi alipata kushindwa lake la kwanza kwa uchungu mkubwa. Ozai alionekana kutokujali kama Zuko yuko hai au kumekufa. Ozai aliposikia kuwa Zuko naye alikuwa akipigana dhidi ya kabila la maji la kaskazini, alikuwa na wazo moja tu. Kama Zuko alikuwa na nguvu kutosha angeishi. Vinginevyo, wakati mwingine lazima watoe sadaka walio dhaifu ili wao waendelee kuwa na nguvu. Katika tukio la mwisho la filamu, Sage alimwonyesha Ozai kuwa wakati aliokuwa akiusubiri kwa miaka 100 ulikuwa karibu kufika. Dunia nzima ingeshuhudia kurudi tena la Comet Ozen. Hapo ndipo filamu inaishia. Asante kwa kutazama.